moja kutoka katika kampuni bora kabisa kutokea hapa Tanzania ya Tasti. Tunakuletea mfumo wa umwagiliaji ambao unatumia mashine ya Yuzuki Ilfos Eco TD3000-400 inayomfaa yule mkulima mwenye shamba kuanzia heka 20 na kuendelea. Karibu sana Tasti ujipatie mifumo bora ya kilimo cha umwagiliaji wa kisasa ikiwemo na umwagiliaji wa matone ya drip irrigation system. Na leo tunakwenda moja kwa moja mpaka mkoani Morogoro katika chuo cha kilimo yani SUA, na hapa tunakwenda kuangalia namna mashine hii jinsi inavyofanya kazi. Mashine ya Ilfos Eco TD3000-400 ikiwa na mpira wake wa kusambazia maji wenye urefu wa mita 200. Hivyo kifaa hiki kina uwezo wa kutembea peke yake urefu wa mita 400 huku kikimwagilia eneo lenye upana wa mita 55 nusu kipenyo na kipenyo kizima mita 110 mpaka 120, ambapo kutokea kwenye chanzo cha maji na diesel water pump yenye ukubwa wa horsepower 45. Na hapa tunaangalia faida kuu za Ilfos Eco Traveling Rain Gun. Namba moja, ufanisi wa nishati yani energy efficiency. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia bomba laini jepesi sana ukilinganisha na mabomba magumu ya mfumo mingine. Hii husaidia kupunguza matumizi ya nishati kama diesel kwa kiasi kikubwa hadi robo ya uzito wa kawaida. Namba mbili, gharama nafuu yani cost effectiveness. Gharama ya kuanzisha na kuendesha mfumo huu ni ndogo ukilinganisha na mifumo mingine ya umwagiliaji. Namba tatu na ya mwisho, uwezo wa kutumika kwenye maeneo mbalimbali yani versatility. Inaweza kutumika kwa shughuli nyingi kama umwagiliaji wa mazao mbalimbali ya kilimo yani mahindi, kahawa, alizeti na kadhalika, umwagiliaji wa viwanja vya michezo na nyasi, mabonde na maeneo ya malisho, mwisho kuosha vumbi na uchafu kwenye mimea. Kifaa hiki cha Ilfos Eco TD3000-400 humsaidia mkulima katika shughuli zake za kilimo, na springa hii mkulima anakuwa na uwezo wa kuiseti kwenye engo yoyote ile anayotaka izunguke, na inarusha maji nusu kipenyo mita 55 na pia inarusha maji kipenyo kizima yani mita 110 mpaka 120, na matumizi yake ya maji kwa saa ni lita za ujazo 30 mpaka 120 kwa saa. Kazi ya hii pampu ni kuchukua maji mtoni na kupeleka shambani, lakini kwa sasa hivi tutazungumzia pampu ambayo iko mbele yetu hapa, na baada ya hapo tutaenda kuzungumzia pampu nyingine ambayo inasaidiana na hii kwa ajili ya kumwagilia. Kama chuo tumejiandaa kuzalisha mbegu mbalimbali za mazao ili kuongeza upatikanaji wa mbegu katika nchi yetu Tanzania, na mitambo hii ambayo tunaitesti leo kwa kitaalamu tunaita rain gun. Hii rain gun inakuwa na mashine mbili. Mashine ya kwanza ndo mnayoiona hapa ambayo ni pump, ambayo kazi yake ni kuchukua maji kutoka kwenye bwawa, na mnaloliona ni bwawa ambalo ni moja ya mabwawa tulionayo zaidi ya mabwawa 5 ambayo yanahusika katika uzalishaji ndani ya chuo kizima cha Sokoine. Kwa ina uwezo wa kutembea mita 200 wakati huo huo ikimwagilia. Hii mashine ni pistoni 4. Ninapomaanisha pistoni 4 ina maana kuna mashine za pistoni 1, pistoni 2, pistoni 3, sawa. Tumependekeza hii kutokana na mashine ya pistoni 4 itakuwa ina nguvu zaidi mbali na ile ya pistoni 1. Lakini pia hii inatumia mafuta ya aina ya diesel. Kwa kawaida tunatambua kabisa kwamba diesel engine ni ina nguvu zaidi kuliko petrol engine. Kwa hiyo ndio maana tukapendekeza kwamba engine ambayo itakuwa inatumia mafuta ya diesel. Upande wa operation, hata mkulima wa kawaida akipata mafunzo ya kutosha ana uwezo wa kuioperate na kuweza kuilinda mashine ikafanya kazi kwa muda mrefu, na hiyo elimu ndogo aliyokuwa nayo. Tutaiona ile mashine nyingine ambayo ni reinforced gun ambayo ndio inatumika kwa ajili ya kuweza kusukuma maji kuzunguka ukubwa wa shamba. Na hiyo mashine tutaenda kuiona ina urefu, inaweza kumwagilia umbali wa mita 30 upande mmoja na mita 30 upande wa pili. Kwa hiyo ukijumlisha unapata mita 60.
mashine inapowaka inazalisha nguvu kwenye flywheel. Hii flywheel imeunganishwa na shaft ambayo ndio inakuja kwenye pampu yetu. Mashine tumesema ni horsepower 45, lakini pampu ni horsepower 40. Kwa hiyo almost kwamba nguvu kama zinakaribiana. Tungefunga labda pampu ya horsepower 60, ina maana kwamba mashine ingekuwa inapewa mzigo mkubwa, itashindwa kuoperate pampu. Pampu inaweza ikawa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana tukaweka pampu ya horsepower 40. Kuna advantage ya horsepower 5 ambazo zimebaki. Kwa hiyo mashine inakuwa ni kubwa kuliko pampu. Kwa hiyo mashine inaweza kuoperate pampu. Pia sprinkler hii ina nose tofauti tofauti ambazo ni 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm na 24 mm. Huku pressure inayohitajika kutoka kwenye pampu ni kuanzia 3 bar mpaka 9 bar. Hivyo sprinkler hii hutupa mvua nyepesi inayoonyesha kwa ukubwa wa milimita 7.2 hadi milimita 8.6 kwa saa. Hii ni mpira wetu ambao tunautumia kunyonya maji kutoka kwenye chanzo chetu ambacho ni bwawa tunaoliona hapa, na huu upande tunaweza tukauita ni suction side, yani upande wa unyonyaji. Kwa upande wa chini wa hii pipe yetu kuna valve ambayo inazuia maji ambayo tumeshayajaza kwenye pampu yasiweze kurudi ndani ya chanzo, lakini iweze tu kunyonya kupitisha maji. Tunasema kwamba hiyo ni one way valve, one direction valve, kwamba inaruhusu maji kuflow upande mmoja. Kwa hiyo maji yatakayojaa kwenye pampu hayawezi kurudi tena kwenye chanzo. Hii ndio pipe yetu kama tunavyoiona, imekuja imeingia upande wa suction side ya pampu. Hapa ndipo pampu inapovuta maji. Sawa, ikishamaliza kuvuta, hapa kuna mapanga kwa ajili ya kutengeneza pressure, kuyasukuma maji kuelekea upande wa umwagiliaji wa mashine nyingine ya pili. Na hapa tunakuletea faida za mfumo huu wa Yuzuki Illiforce TD3400 kutoka katika kampuni ya Tast. Namba 1, urahisi wa matumizi na ushirikiaji. Hapa unatumia bomba laini, hivyo urahisi kuhifadhi na kutumia. Hauna haja mabomba mazito, kwani mashine hii husogea yenyewe kwa kuvutwa na kamba ya chuma na inaweza kusafiri hadi mamia ya mita. Namba 2, upungufu wa kazi ya mikono. Mfumo huu ni wa kujisukuma wenyewe, yani mobile self propelled, hivyo hauhitaji kazi nyingi ya kuhamisha mabomba au vifaa mara kwa mara. Namba 3, ueneaji sare kwa maji. Mfumo wa rain gun umesanifiwa kumwagilia maji kwa usawa kwenye eneo kubwa, jambo linalosaidia mazao kukua kwa kiwango sawa na kupunguza upotevu wa maji. Tulisema tutaangalia upande wa pili wa mashine ambayo ni Illiforce Eco. Hii ni mashine, ni traveler ambayo inatembea kutokana na ile pressure tulikuwa tumeona pampu mwanzoni ambayo iko mtoni. Kwa hiyo ile pampu inaposukuma maji vizuri inasababisha hii mashine itembee. Itakapokuwa inatembea, ila kuna jeti 55 hiko hapa juu tumeifunga, ambayo ina uwezo wa kumwaga mita 27.5 kushoto na mita 27.5 kulia. Kwa hiyo tunapata mita 60. Na kama pressure yake hiko vizuri, tunaweza kupata hadi mita 65 kama tutakapokuwa tunaongeza pressure bar kule kwenye water pump. Kwa hiyo inaweza kumwagia mita 60 hadi 65. Lakini kipindi hicho itakuwa inatembea. Hii inatembea kutokana na msukumo wa pressure ya maji itakayokuwa inatoka mtoni. Lakini pia tuna cable length. Cable length yetu ni waya huu ambao tunauona. Huu waya una mita 400. Kwa hiyo tunaanza kugonga mwanzo wa shamba lako kule. Tunaweka pegi, tunagonga hii waya. Kwa hiyo hii mashine yetu itakuwa inatembea ikiwa inafuata hii waya. Kwa hiyo hii waya ina mfumo wake hapa ndani. Hapa ndani kuna mfumo wake ambao ni mechanism inayotokana na hii mashine. Kuna cable hiyo ambayo ndio hiyo cable length ambayo tunaongelea ni hiyo waya. Hiyo waya ina sehemu yake.
Kwa hiyo inapokuwa inatembea inakuwa inajivuta, ile cable inakuwa inajifunga kupunguza ule waya. Ila unapotaka kuanza kufanya masuala ya umwagiliaji inabidi uifungue hii waya uipeleke mwanzo wa shamba. Kwa hiyo unapopeleka mwanzo wa shamba, kwa hiyo itakapoanza kuopaleti itakuwa inaenda huku inafuata ile waya. Lakini kipindi hicho hii hapa tunaona kama ni lingi ama taili. Hii ni leli ambayo kuna mpira wetu huu, ni mpira wetu wa maji ambao unatoka kwenye chanzo cha maji labda kwenye water pump kule. Kwa hiyo huu mpira ndio unakaa hapa. Kwa hiyo tukishamaliza swala la kumwagilia, huu mpira utabidi kurudisha hapa. Kwa hiyo ni sehemu yake na kukaa huu mpira. Mpira uliopo hapa ni wa mita 200. Lakini pia hii mashine yetu ina gauge. Gauge zake ziko hapa. Unapotaka kuhakiki kwamba ninataka mita 65 ama 60, tunaangalia pressure bar. Pressure bar ya hapa at least kidogo uwe na kuanzia bar 3. Tasti Agribusiness Company Limited tunapatikana mkoani Morogoro, Mkambalani, mkoa wa Mbeya, mitaa ya Kabwe na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube na TikTok kwa jina la Tasti Agribusiness Company Limited. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0719 20 60 00 au 0753 66 22